kuingia kwake pale hakutaka mambo mengi. Farafau khabarahu, wakazichukua zile habari zake yule bwana ila al-Malik, kwenda kwa yule mfalme. Bwana mfalme, jamii wetu kuna mtu, lakini mtu huyu tunaishi naye hivi na vile na vile na vile. Basi mfalme alipopata habari zile, fadaahu, akamuita, akamwambia wale watu kwamba jamani, namuita huyo mtu aweze kuja. Wa akramahu, lakini akamkirimu, akampa ikram mkubwa. Wa radiya ashuratahu, na akaridhia ule mwenendo wake wa maisha. Kwambia wewe ni mtu ambaye unaishi vizuri kwenye mji, basi hakuna shida yoyote hapa, unafika namna hiyo. Lakini walipokuwa karibu na yule mfalme, Shamun, mmoja miongoni mwa masiku, fakala al-Malik, akasema Shamun kumwambia yule mfalme, dhata yaumi, siku moja miongoni mwa siku. Akaona sasa huyu bwana, wacha nimweleze kidogo. Akamwambia, balaghani, zimenifikia habari, annaka, kwamba hakika yako wewe, halista, umewazuia, umewafunga jela rajulani, watu wawili kwenye mji uliokamata kwa jela. Watarabtahuma, na pia nimepata habari kwamba wewe uliwapiga hao watu hina da'awaka, pale walipokuita wewe, walipokulingania wewe, ila khairi dini, kwenye ile sio kwa dini yako. Yaani walipokuita kwenye dini ambayo si dini yako, wakakwambia dini hii ndio ya haki, wewe ukaamua kuwapiga. Akamuuliza, fahitalamtahuma, je, ulipata kuzungumza nao? Uliwasikiliza wanachozungumza? Wasami'ta qawlahuma, na ukasikiza maneno yao wanachokisema? Faqala, yule mfalme akasema, hala al-ghadab, akiwa katika hali ya kuchukia. Bwana anauliza habari hizi, niwaambia watu, nikawaambia. Anamwambia, baini wa baina dhali, mimi na hilo wapi na wapi? Yaani jambo hilo wanazungumza kati ya mimi na hilo jambo, wapi na wapi? Lakini katika hali ya kukabiliana, kwa sababu mfalme hataki kupata aibu ya kuonekana kwamba yeye alifanya tukio baya kama hili. Basi jambo hili lilipokuwa katika hali kama hiyo, qala, akasema yule mfalme kumwambia yule bwana, fanya utaratibu basi uwalete hao watu ili muweze kuona hicho wanachozungumza wao wanaeleza nini. Basi wakaleta wale watu, wakaja. Lakini walipokuja, huyu bwana akatengeneza mfumo wa maswali ambao wanaulizwa, na inaelezwa kwamba Shamun naye alifanya kama vile wale watu hawajua ndio wanauliza, man arsalakum, nani aliyekutumeni nini ila hauna kuja kwenye mji huu, nani aliyekutumeni nini? Wale watu qala, wakasema Allah ndiye aliyetutuma sisi kuja kwenye huu mji
alladhi khalaqa kulla shay, Allah ambaye yeye aliumba kila kitu, walaysa lahu sharik, na huyo Allah hana mshirika yeye. Faqala Sham'uni akaeleza maneno akasema, kwa maneno mazuri kupongeza lile jambo lao kwamba ni jambo zuri, ni jambo ambalo lisofaa, limetakata. Wa aujaza, lakini akawabainisha, yani kama maneno yangu yazungumza na maneno mazuri hayana shida. Alipofanya hiyo, fakala, walipomana nao wakasema, innahu, hakika Mola wetu, yafalu ma yashau, anafanya yote anayotaka yeye, yahkumu ma yurid, anahukumu anayotaka yeye. Qala Sham'uni akasema, wama ayatu, ni zipi hizo aya zenu sasa, dalili zenu nyinyi? Wale watu wakaeleza dalili zile ambazo wao wanazo, kama vile kuwaonyesha wagonjwa na mfano wa hayo. Basi nilipozungumzwa lile kwamba wao wanayafanya hayo, faamara almaliku, akaamrisha yule mfalme, hata jau bigulamin matmusul ainaini, mfalme akaamrisha akaletwa pale mtu ambaye macho yake yote yameziba, yani kwenye macho ni ngozi, yani ngozi imeziba kabisa, macho hana macho. Wa mautu wa ainaini, na sehemu ya macho yake yule mtu kalitabaha, ni kama unapata uso kale. Angalia watu waliokuwa wanataka kuwajaribu watu na kuwafanya mtihani kuona ule ukweli wao ukoje. Fama sana yaduwani, hawakuacha kuwa wanalingania wale watu wawili. Kumlingania nani? Rabbahuma, Mola wao. Kwa Mola wetu sisi anaweza kufanya hilo, na Mola wetu anaweza kufanya, anafanya ma yasha wa yahkum ma yurid. Walipokuwa wanaendelea na dawa yao kulingania, yakatokea maajabu ya Rahman. Allah tabaraka wa taala akajalia hata shaqqa mawdi'u al-basar, mpaka ikapasuka ile sehemu ya macho, yani kwa kufanya dawa macho ya sehemu ya macho ile ikapasuka. Basi wao wakachukua kitu mfano wa bomba, kile kitu wakakichukua wakakijalia ambacho kinatokana na mtini, undukaini mtini, fawadhaana fi harakataini, kile kitu ambacho kipo mfano wa bomba kimetengenezwa kwa udongo, wakenda wakawa wanaweka kwenye macho yake, kwenye haya nusu zake, wakawa wanaweka kama wanasukua namna hiyo. Zile bundukaini zilizotokana na pili, zile sehemu kama mkoba vile walichukua, kama nasema kama gololi, maana ni gololi lakini za udongo. Walipokuwa wanazungusha zile gololi, baada ya kupasuka sehemu wanazungusha zile gololi za zinasikia zile kupiga ndege za udongo,
wanazipeleka kwenye macho namna hiyo. Faswara kaabulataini, ghafla zikageuka zikawa ni mboni ya jicho. Zile koroni za ubongo zikawa ni mboni. Fabasara bihima, yule mtu ambaye sehemu ya macho yake ilikuwa imenyooka moja kwa moja akawa anaona tena kupitia zile mboni za ubongo. Fataajaba al-malik, hili jambo likamstaajabisha sana yule mfalme, akasema hii sasa ishakuwa ni hatari, jambo la ajabu kweli. Huyu Mola wao anafanya mambo makubwa. Sasa Shamuni akiwa ni rasul hawariyin, kiongozi wa hawariyin wale masahaba wa Isa, akawa anampa challenge yule mfalme, akamwambia anta sa'alta alihataka, hivi endapo kama wewe utaamua kuwaomba hao waungu wako hao unaowaabudu, ukawaomba hata yamamu, mpaka waweze kuweka mithla hadha, mfano wa hiki, yani ni jambo vipi ya waungu wako hao wanaweza kulifanya jambo kama hili, na kama wataliweza hilo, kana laka sharaf, basi ingekuwa kwa wewe utukufu mkubwa. Wal aliha, na hao waungu vile vile nao wamekuwa na utukufu, wamefaa kuabudiwa. Faqala lahu malik, mfalme akasema kumwambia, laisa li, sina mimi, anta siri, kwako wewe siri, sina siri ambayo ni maktubu imefichwa. Anamwambia yule mfalme kumwambia Aisha, mimi sina siri ya kuweza kukuficha wewe, wacha niseme tu ukweli, nikwambie kuhusiana na waungu wangu. Fa inna ilahana, hakika waungu wetu, alladhi naabudu, waungu ambao tumefanya sisi ndio sehemu ya ibada yetu, la yasmau wala yubsir, bwana hawaoni wala hawasikii. Mimi nakwambia wewe, sina siri ya kukuficha. Wala yadhuru wala yanfa'u, na wala hawadhuru wala hawanufaishi. Wakana Shamrun, na ilikuwa Shamrun yadhuru ma'al malik, anaingia pamoja na yule mfalme, ala sanam, kwenye yale masanamu. Na alipokuwa mwingine Shamrun alikuwa anafanya acting. Angalia hawa walikuwa wanafanya yusalli, alikuwa na yeye akienda pale akifanya kama na yeye anafanya nini, anayaabudu, wayatabalahu, na anayaheshimu, hata wanu, mpaka wale watu wakawa na yakini annahu ala millati, kwa wale watu wako kwenye mila yao, wakaonyesha Mungu kwenye mila yao, wakawa wanafanya hivyo. Sasa baada ya jambo hili, mfalme akasema tena lirasulaini, kuambia wajumbe wawili, in qadara, endapo kama ataweza, ila huyu Mola wenu nyinyi,
alladhi ta'budani, ambaye ninyi mnamwabudu huyo Mola, ala ihyai mayyit, yule kuonesha aliyekufa, amanna bihi, basi sisi hapa tunatuona tutamwabudu, tutamwamini na kumkubali huyo Mola. Wale vijana wakala wao wakasema, ilahana, Mola wetu sisi, kwa jumla ya haki, Mola wetu sisi, qadirun, ni mwenye kuweza, ala kulli shay'in, kufanya kila jambo Mola wetu analeta. Faqala al-malik al-mfalme akasema, inna huna, hakika hapa tulipo hapo kwenye mji wetu hapa, mayitan, kuna mtu aliyekufa hapa. Kama wewe Mola wewe anaweza kila kitu, kuna mtu aliyekufa hapa. Kad mata, hakika amekufa mtu huyu kwa muda 7 ayyami, kwa takriban muda wa siku 7 zimepita. Wahuwa, na huyu aliyekufa, ibn Dahqani, ni mtu wa baba mmoja Dahqani. Dahqani yuko wa ana akhadtuhu, na mimi nimechelewesha, falam alfan, sikumzika huyu mtu hata yarja, mpaka aweze kurudi baba yake. Wakala daiman, na ile mtu alikuwa yuko pale kwenye mji. Anaeleza kwenye kitabu, anasema wakatahaya, na ile maiti mwenyewe tayari hali kuonyesha kweli kubadilika, sio kwamba labda ndio kawaida labda kama kazimia kafa kweli. Fajala yadwani rabbahu, wale watu ambao wanaendelea kumuomba Mola wao alania, tena wanaomba kwa dhahiri kabisa waziwazi. Washamrun, na Shamrun yad'u rabbahu sirra, anamuomba Mola wake kwa siri. Faqala al-mayyit, yule maiti yakatoka maneno, mtu kafa, lakini dua inaendelea. Imani na wakasirisha Mungu, swali tunawasikia kwa dhahiri. Waqala, akasema yule maiti, inni mayyit, hakika mimi ni mwenye kufa. Mungu subhanahu ajabu, kwa muda wa takriban siku 7 mimi nimekufa. Wa kuntu mushrikan, na mimi maisha yangu yote nilikuwa mshirikina na mshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Fa adkhaltu fi 7 awliya, na mimi hivi ninazungumza hapa nimeshaingia kwenye mawanda 7, sehemu ya mawadi, sehemu 7. Sehemu hizo ndani hizo siku 7 nilikuwa sijazishwa, nimeingia katika mawanda ninadai tena sehemu za ukoni, mawanda sehemu 7 za kupeleka. Wa ana uhadhirukum, na mimi ninakupeleka habari mimi ambao ndio hai, ma antum alayhi, yule vile mlivyokuwa, yani ni mpo mnaishi kwenye shirki. Fa'aminu billah, yule mtu akawaambia muamini Allah subhanahu wa ta'ala. Maiti anawaambia hivyo. Haya ni mambo ambayo yalijiri na yalijiri na yamekuja kutafsiri aya hii ambayo tunasoma.
Tutakuja kesho kuangalia sehemu baada ya hapo, baada ya dawa ya maiti kilichotokea ni kitu gani. Lakini haya tuliyosoma leo ndiyo yale yanayopatikana katika aya hii inayofuata hapa leo. Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza ya kwamba wale watu baada ya kukadhibishwa fakadhabuhuma, Allah anasema faanzazna bithali, tukawapa nguvu kuwapelekea mtu watatu kwenda kuwatia nguvu. Azazna, tukawatia nguvu kupitia mtu watatu. Bithali kwa mtu watatu. Mtu watatu huyo tumesema ni nani? Shamun ambaye yeye alikuwa ni kiongozi katika wale wafuasi wa nani? Wa Isa alayhi salam. Faanzazna bithali, na alipotuma Shamun kwenda kule, kazi yake aliyofanya ndio hii ambayo tumesoma. Faqalu, wakasema wote watatu. Tulifika sehemu sasa tayari wale watu kutoka jela wako pamoja na Shamun. Wale wawili wanaomba dua kwa bali, Shamun anaomba kwa nini? Kwa siri, anafanya dawa kwa siri. Na hapa kuna somo, ukienda kuingia watu uwe mtulivu bwana. Ukiwa mbali kidogo utapatikana. Kwa hiyo faqalu, wakasema inna ilaykum mursalun, hakika sisi kwenu ninyi ni nani? Ni wajumbe. Ni wajumbe. Qalu, wale watu wakasema ma antum, hamkuwa ninyi illa basharun mithluna, isipokuwa ni watu mfano wetu. Ndiye ni watu mfano wetu. Wama anzala arrahmanu min shay, na hamteremsha Mwenyezi Mungu kitu chochote. In antum, hamkuwa ninyi illa takdhibun, isipokuwa ni waongo. Hapa tunapata kundi la kwanza kwamba walipolidhaniwa wao wakafanya nini? Wakakataa. Lakini baada ya kukataa, hawa mabwana waliendelea na dawa yao, na ndio inaelezwa katika aya inayofuata kwamba Allah anaeleza kwamba wao waliendelea kuwadhania. Sasa tutapata nguvu ya watu waliokusanyika. Tunapata kuna nani? Kuna Shamun akiwa na wenzao wawili, lakini kuna Habibu Najari, tusimsahau, na yeye anakuja. Hawa mabwana walikuwa wanaendelea na dawa. Yeye mfalme na yeye alikuwa nani? Bwana alisema kama huyu maiti akifufuka kwa kweli mtaamini. Yeye aliamini yeye na wao wetu, lakini kuna kundi ambalo tunasemaje? Nimesema ma antum illa basharun mithluna, hamkuwa ninyi isipokuwa ni watu mfano wetu. Hayo maneno ya kundi la watu. Kwa hiyo tunataka kuangalia kitu kingine nalo limekuwaje inshallah. Hapa anaelekea la kheri atufikishe haya tunayofundisha, basi tuweze kuzungukana kupitia haya. Katika somo hili tunasoma leo kuna kitu muhimu sana tunafundisha. Kwa kwenye dawa kama kuna msukosuko. Lakini katika dawa kuna mbinu zinahitajika. Inaelezwa katika hikaya moja kwamba kuna kijana mmoja alikaa kwa shehe akasoma, alikuwa ametoka kujiwa kwa wali. Kijana amesoma kidogo, alhamdulillah, akamwambia bwana shehe, mimi hapa nilizosoma naona kila siku tunarudia yale. Bila shaka elimu imeisha. Mimi naomba unitie ubani, zamani unitie kwa uruhusu. Ukisema mtu yawali ni bid'a na kuchukua shahada na kurudia. Unaona mtu kamaliza nani kana anakuwa shahada tena. Sasa shahada na shehe wa zamani kwa kumtia
ya watu na kuruhusu. Kwa maana ile uliyosoma tosha, asema ndio inatosha. Basi ile kijana akatoka pale, karudi kwenye mji wao. Kufika bana kule kwa msikiti, anakuta pale wale wazee, kila mmoja miongoni mwao amekausha panya wake. Pale sinagoro amechukua panya, akamwandika vizuri kabisa akauka. Halafu wanachofanya wale wazee, kila mmoja ana kisu chake. Ukifika wakati wa swala, kila mzee akikuwa panya wake anamweka kwenye kidumu chake cha shuka ule panya, halafu anachukua kisu anakigeuka, wanaenda kuswali. Sasa yule bwana amesoma safina ya swala. Kwenye safina ya swala kuna sehemu inaeleza kwamba watu wakienda msikitini, sawa, waende bisakina, sio na nini, waende kwa sakina, kwa utulivu, wafaa unafaa, sawa. Fanya neno naam, bali la wafai muende kwenye swala kwa sakina, kwa utulivu, sio kwa kufanya nini, kwa kukimbia kwa haraka. Sasa wao walikisoma pale sakina, wakasema sikini, waende kwenye swala bisikini, wafaa waende kwenye swala bisikini. Kuna sikini na sakina. Sakina ni utulivu, sikini ni kisu. Waende na kisu, halafu nafaa unafanya. Basi wanaswali pale, kila mmoja wafanya wake. Kufika pale vipi, imamu pale hapo msaada anachukua kwenye wake, Allah akbar maswala. Sasa leo ile kijana alipoona akianza swala salamu alaykum wa barakatuh, wazee nimetoa siku ya kusoma. Kwa kweli mimi nimepokea sana na hizi swala tutaziswali zote, mmeswali nani swala zote ni bado tunataka kuzirudia. Tumesomeshwa na shehe miaka yote, sisi tunaswali bisikini wafaa, kisu nafanya. Leo unatokea kisu nafanya, haifai, tunatokea sie. Wasema hapo msuluhu na kama piga ule chai. Yule kijana akasusa na msikiti, akatana na kaburi, wasema kuona na wanaendelea. Mwenye pale wake ambaye ametoka kidogo tena akatengeneza mwingine bisikini, anasema wafaa. Kila mmoja akiwasikiliza hapa kisu na mbali. Basi yule kijana ameendelea kidogo kusoma kule, akasomeshwa hikima kidogo, akarudi alipofika pale na kutawala wazee na kwa kila mmoja kisu na nini. Yule kijana akapata shida, akawaacha wazee kidogo, hikima mwenyewe anasema sana mtihani. Akawaomba wale wazee kwamba nipeni vijana wenu wadogo wafundishe. Akaanza kuwafundisha, akachukua ile sabina ile, anasahihisha ile sehemu, hapa jamani, hapa sikio sio sikio, hii ni sakina, ni utulivu, sawa. Basi akawafundisha wale vijana vizuri kabisa. Akaandaa kongamano la vijana wasome, halafu wale wazee wale wanakuja kuwasikiliza wale watoto wanachokisoma. Na ndio hekima zinazotumika kwa kufunza watu. Tumia wale walimu zao wale. Kama unataka kusema tunguli zao, sivyo mbele yao, wewe ikisema na mjukuu wake, asema
mtoto unazingatia hebu unaweza kweli kitu haramu, lakini ukisema wewe akasema shekhe anasema, basi wale vijana siku ile ndio kongamano wakasema miongoni mwa habari sisi fanya namna hiyo, na ile sehemu ya kusafina pale wakafafanua kwamba sio sikinu wa sakina wafari pale ni sio faru ni fari. Basi jambo lile lilipozungumzwa pale nasema kutokana inaonekana ile jambo la kweli, bado mjana wa mwenye busara ambaye anafundisha mbona yeye anazungumza hapo kuna anasema sasa hawa watu wanataka kwa sababu washajua wote darasani pale wamekuja kufanya haifai, walimu zetu watatucheka na kweli mtaani hakuna kusali na maji wakati kwa kwenye kitabu tunaambiwa nini haifai. Basi kwa sababu ya watu kufanya nini kubadilika, dawa inataka sio unaenda kwa unafika baada ya mdomo umechana ndio unaliana unasema unachotaka utakubadili na watu unaenda. Kwa sababu gani? Wewe hukwenda kwa hikma, uko ila sabili rabbika bil hikma, lingania watu kwenye njia ya Mola wako kwa hikma. Ukilingania hikma kwa unajua Qur'an, yaani nilifanya wewe unasema chochote cha kwanza wewe utakuwa wa kwanza kwamba wewe unajua Qur'an, halafu ndio kateteto utasema nacho umwafuta watu kwenye dini. Tunaonyesha anajua kama Allah litadau wala kunta fadlan ghalidha qalbi la fadlu min hawli, wala maana wa kwa upole umekuwa mtu mwenye hikma, kuna maneno machafu, kuna moyo mkubwa kwa kiswali wewe ndani na wale watu wa kiwewe una kila mtu unachojidai watu wako wa kweli ndani na maneno machafu. Wewe nani katika dawa unatakiwa kufanya kazi ya kufanya, unachukua mafuta, unakulima huko, chukua hata chochote unachokupa wewe iwe cha moto cha nini kaeleze huko. Lakini dawa si sema dawa ni hikma. Ukiwa una hikma unaandika Qur'ani, watu wanakuja wanapiga wao watakuwa yao na wote watakuwa mmoja wako umfakizele na kasidi ya udokezele hapo anaoze umfakizele wala hata kuja elimu bila taarifa. Allah anakuambia sijiingizaje kwenye maamali. Angalia dawa ya Shamaruni alitumia hikma na utaratibu mzuri mpaka matokeo yake unaona mfalme tena pale kusikilizani ndio kwa kuamini tutakuwa, lakini kusikiliza pia sio ya hapo kabisa kwa mafanikio. Wewe inshallah Mwenyezi Mungu ajalie kila la kheri, na sisi tukiwa nafasi za kuwalingania watu basi tujitahidi hikma hiyo itawala. Mmoja